Kwenye maisha, omba ukutane na mtu kama Mikaya. Mikaya alikuwa ni miongoni mwa manabii wadogo waliokuwa wanapatikana Israeli. Mikaya alikuwa anajulikana kwa sifa moja tu, ya kusema ukweli. Siku moja mfalme wa Israeli, Mfalme Ahabu, alikuwa anahitaji kwenda kupigana vita, kuchukua mji wa Ramoth Gilead. Aliwaita manabii wake 400 waweze kumtabiria juu ya vita aliyokuwa anataka kwenda kupigana. Wale manabii wote 400 waliweza kumwambia kwamba vita ile angeweza kushinda. Hivyo mfalme wa Yuda, Mfalme Shafati, akamwambia mfalme wa Israeli ya kwamba ingekuwa ni vyema zaidi kama tungempata nabii mmoja wa Mungu ambaye angeweza kutuambia ukweli juu ya vita anayoenda kupigana nayo. Ndipo wakaweza kumtafuta nabii Mikaya aliyekuwa anajulikana kwa kusema ukweli. Walipoenda kwa nabii Mikaya akamtabiria mfalme wa Israeli ya kwamba vita hiyo angeweza kushindwa na kuuawa. Lakini kwa sababu mfalme wa Israeli, Mfalme Ahabu, alikuwa hapendi ukweli na alikuwa ameamini uongo kutoka kwa manabii wake 400, hivyo hakusadiki habari za nabii Mikaya. Alizipuuza, lakini pia akaenda mbali zaidi, akawaagiza watu waweze kumuua nabii Mikaya. Mwisho wa siku akapanga safari ya kwenda vitani, na alivyoenda vitani alishindwa na aliuawa. Sasa wakati najifunza habari hizi, nikapata mambo matatu kama manne hivi. Jambo la kwanza nililojifunza ni hivi: jifunze kusema ukweli hata kama utakuwa na madhara kiasi gani. Haijalishi ukweli huo unausema kwa nani, ana cheo gani na ni mkubwa kiasi gani. Jambo la pili, kabla ya kufanya jambo lolote, jifunze kuomba kibali kutoka kwa Mungu. Umuulize Mungu kwamba jambo hilo unalotaka kulifanya, je, ni wakati sahihi au si wakati sahihi? Je, ulifanye au usilifanye? Jambo la tatu, kuwa makini sana na watu wanaokuzunguka kwenye maisha. Ipo hivi, Mungu anapotaka kukubariki huwa anakuletea watu. Lakini pia shetani naye anapotaka kukuangusha huwa anakuletea watu. Kwa hiyo kuwa makini sana na watu wanaokuzunguka. Mfalme wa Israeli, Mfalme Ahabu, aliamini uongo wa watu wake 400, manabii wake ya uongo, na akaupuuza ukweli mmoja kutoka kwa nabii wa Mungu, nabii Mikaya. Kwa hiyo na wewe jifunze kuwa makini sana na watu wanaokuzunguka. Msema kweli mmoja ni bora kuliko watu wanaotaka kukupa habari za kufurahisha. Jambo la mwisho, tafuta utambulisho wako wa pekee unaokutambulisha mahala popote utakapokuwepo. Nabii Mikaya alikuwa anajulikana kuwa ni mtu anayesema ukweli. Je, wewe nini kinachokutambulisha? Wewe ni mtu wa namna ipi? Kwa kufanya hivyo utaweza kujulikana kwamba wewe ni mtu wa namna ipi. Lakini pia la mwisho, kwamba kwenye maisha ukutana na mtu kama Mikaya. Mtu atakayeweza kukwambia ukweli hata kama utakuuma, utakuumiza, lakini utakuweka huru na utakusaidia. Ningependa kusikia kutoka kwako kwamba je, kwenye maisha yako ulishawahi kumpata mtu kama Mikaya? Na alivyokuambia ukweli uliupokeaje? Asante. Tukutane tena siku nyingine.